إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يكمحمد الله تبارك وتعالى نكمتكيا صلاة السلام متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tunaendelea na darasa yetu katika hichi kitabu al-Mubarak Ta'allamtu min al-Haya, nimejifunza katika maisha. Katika darasa ya jana tulizungumzia mambo mawili. Katika darasa ya leo insha Allah Taala tutazungumzia mambo mawili au mambo matatu. Jambo la kwanza, ta'allamtu min al-haya la budda min at-tawaqqufi ahyanan, nimejifunza katika maisha ya kwamba hakuna budi kupumzika baadhi ya nyakati. Nimejifunza katika maisha ya kwamba hakuna budi kupumzika baadhi ya nyakati. يظن البعض أن علو الهمة أن تكون متحركا نشيطا طوال اليوم. Kuna baadhi ya watu wanadhania kwamba pupa ya juu ni kuwa ni mwenye kushughulika na ni mchangamfu siku nzima. وقد يذكرون بعض القصص في ذلك, na wanaweza wakataja baadhi ya visa katika hilo jambo. Walakin hadha mukhalifun lisharia walilfitra, lakini hili jambo ni kinyume na sheria na maumbile. Wa fil hadithi, na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna ad-dina yusrun, hakika dini ni nyepesi. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu, hata ikaza dini yoyote isipokuwa itamshinda. Rawahu al-Bukhari, ameipokea Bukhari. Laqad ja'ala Allahu as-salawat khamsan, Allah tabaraka wa taala amejalia sala ni 5. Walaysat 20, na sio 20. Kwa nini? Hatta natawaqafa ahyanan, ili tuweze kupumzika. Wanashtaqa laha, ili tuweze kupumzika na kuwa na shauku na swala. Laqad ja'ala Allahu as-siyama al-wajiba shahran wahidan fi sana, Allah tabaraka wa taala amejalia
funga ya lazima ni mwezi mmoja kwa mwaka. Wafataha majala siyam almustahabbi ayyaman fi kulli shahrin, na akafungua nafasi ya funga za sunna masiku kila mwezi, kalithnain, pano kama Jumatatu, wal khamisi, al khamisi, wal ayyamil bid, na masiku meupe, hatta la namalla min al-ibada, ili tusichoke ibada. Haya yote Allah tabarak wa taala amejalia ili tusichoke ibada. Innal ladhi yusari'u zamana, hakika yule ambaye anaenda haraka na wakati, liya'mal al-kathira min as-salihat, ili afanye mengi katika mambo mazuri, la budda an ya'tiya yawmun wa yatawaqqaf, ni lazima itakuja siku atasimama, ni lazima itakuja siku atatua. Wal muhzin, na jambo lenye kuhuzunisha, anna hadha at-tawaqqufa qad yakunu intikasatan 'ani at-tariq, jambo la kuhuzunisha, huku kupumzika, huku kutua, inaweza ikawa ni sababu ya kutoka katika njia iliyonyoka, bisababil ghuluwi, kwa sababu ya kuchupa mipaka, wa adami tawazun, na kukosekana uwiano, wa rifqi ma'a nafsi, na kuifanyia nafsi upole. Wa kadhalika fil haya, na vile vile katika maisha, la yasihu an ta'mala limuddati 8 sa'atin mutawasila biduni tawaqquf, vile vile katika maisha haisihi kufanya kazi muda wa masaa 8 mfululizo, biduni tawaqqufin, pasina kupumzika, bal la budda min al-istirkha, bali hakuna budi kupumzika, baina kulli sa'ataini, baina ya kila saa 2 ala al-aqalli, kwa uchache. Wa i'ta'i nafsi haddaha min al-hudu, na kuipa nafsi haki yake ya utulivu. Wa i'ta'i al-jasadi haddahu min ar-raha, na kuupa mwili fungu lake la raha na kupumzika. Wa fil baiti, na nyumbani, la yasihu an ta'mala al-um iddata sa'atin, na nyumbani haisihi kufanya kazi mama masaa kadhaa bila kupumzika, liannaha sawfa tat'abu, kwa sababu atachoka. Wa qad yatahawwalu ta'abuha li naw'i min as-surahi 'ala al-awladi, na tabu yake inaweza ikahamia kwenda kuwafokea watoto, kwenda kuwakoromea watoto. Fama ajmala an nakuna adhkiyaa fi qa'idati at-tawaqqufi ahyanan, ni jambo zuri kiasi gani tukiwa na akini katika msingi wa kusimama baadhi ya nyakati, katika msingi wa kupumzika baadhi ya nyakati. Innal ba'dha minna, hakika baadhi katika sisi, yuridu injaza 10 mahamin fi yawmin wahid, baadhi katika sisi utamkuta mtu anataka kukamilisha kazi 10 kwa siku moja, biduni tawaqqufin, pasina kupumzika. Wayansa tabi'at alhaya, na nasahau tabia ya maisha. Wa zahmat at-turuqi, na msongamano wa njia. Wa katharat almawa'idi, na wingi wa ahadi. Wa tanawwa al-ashghal,
na shughuli za aina mbalimbali. Inna as-sahara al-kathir liajli al-amali khata'un kabir, hakika kukesha muda mrefu kwa ajili ya kazi, khata'un kabir, ni kosa kubwa. Fa anta bihajatin litajdid at-taqa 'abra sa'ati min an-nawmi, wewe una haja ya kurudisha nguvu katika mwili, wewe una haja ya kurudisha nguvu upya katika mwili, 'abra sa'ati min an-nawm, kupitia masaa kadhaa ya kulala. Ma ajmala al-marha wal-la'iba fi kulli yawmin, ni jambo zuri kiasi gani kucheza kila siku, walau lidaqaiqa, walau dakika kadhaa, litakhruja min quwwati adh-dhughut, ili utoke katika nguvu ya msongamano, Ba'duna yantadhir yawm al-khamis, baadhi yetu wanasubiri siku ya al-khamis, likay yartaha min ad-dawami wadh-dhughut, ili apumzike, min ad-dawam, apumzike na changamoto, wadh-dhughut, na mambo mbalimbali ambayo yanamkabili. Wa hadha khalalun, na haya ni mapungufu, na hii ni dosari. Bal yajibu an taj'ala laka yawman fi wasati al-usbu'i, bali unatakiwa uweke siku katikati ya wiki, kalithnaini mathala, mfano siku ya Jumatatu, litumari safihi al-istirkha, ili upate raha, ili upate kupumzika, mithla alladhi tumarisuhu fi nihayati al-usbu'i, mfano mapumziko ambayo unayafanya mwishoni mwa wiki. Ka an taquma bi rihlatin ma'a zumala, mfano kusafiri na marafiki, au tumarisa riyadha, au kufanya mazoezi, au asibaha, au kuogelea, wa ghairaha, na mengineyo. Innal haya majmu'atun min at-tahaddiyat al-yawmiyya, hakika maisha ni mkusanyiko wa changamoto za kila siku. Wa hatta naqwa alaiha, ili tuweze kukabiliana na changamoto za kila siku, la budda an natawaqqafa ahyana, ni lazima kupumzika baadhi ya nyakati, linasta'ida quwwatana, ili tuweze kurejesha nguvu yetu, linukmila almuwajaha, ili tukamilishe kukabiliana maa tahaddiyati alhaya, pamoja na changamoto za maisha. Kwa hiyo katika mambo ambayo tunajifunza katika maisha, la budda min at-tawaqqufi ahyanan, ni lazima mtu apumzike baadhi ya nyakati. Pambana katika mambo yenye manufaa, katika upande wa dini na katika upande wa dunia, lakini tenga muda wa kupumzika, ili mwili wako uweze kupata nguvu, ili mwili wako uweze kurudisha nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Na hili jambo tunaliona katika mafundisho ya Uislamu. Tunaona ya kwamba Allah tabaraka wa taala amejalia swala ziko 5. Watu wanaswali kisha wanapumzika, wanakuja kurudi tena. Watu wanaswali kisha wanapumzika, wanakuja kurudi tena. Faida yake ni nini? Faida yake watu wapate shauku na swala. Vile vile katika upande wa funga ya Ramadhani, ambayo ni funga lazima, ni mwezi mmoja kwa mwaka. Alau baada ya hapo kuna funga za sunna katika kila mwezi, mfano kama kufunga Jumatatu, Alhamisi, masiku meupe. Kwa nini funga Ramadhani haijawekwa
mwaka mzima, hatta la namalla min al-ibada, ili tusichoke na hii ibada, yani tuendelee kuwa na shauku na ibada. Kwa hiyo vile vile katika mambo yetu mbalimbali ambayo tunayafanya kila siku, fanya, pambana, lakini tenga muda wa kupumzika ili urejeshe nguvu, ili urejeshe hamu ya kufanya kile ambacho ulikuwa unakifanya katika mambo yenye manufaa kwako, sawasawa katika upande wa dini au katika upande wa dunia. Kuna baadhi ya wanafunzi mathalan anataka ajisomee siku nzima bila kupumzika, au siku wote bila kupumzika, anataka afanye hivi. Anaweza akafanya baadhi ya nyakati, lakini mwishoni atakuja kushindwa hili jambo, na huenda akachukia kabisa kusoma na akaachana na jambo la kusoma. Kwa hiyo pambana katika kusoma na kutafuta elimu, lakini tenga muda wa kupumzika, tenga muda wa kufanya mazoezi, tenga muda wa kutembea, tenga muda wa kupumzika, ili uweze kurudisha nguvu yako na ukamilishe jambo la kuendelea kupambana na changamoto za kusoma na changamoto mbalimbali katika maisha. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza kwa siku ya leo, na ni jambo la tatu kuanzia mwanzo wa kitabu. La budda min at-tawaqqufi ahyana, katika mambo ambayo tunajifunza katika maisha kwamba ni lazima mtu apate muda wa kupumzika. Jambo la pili kwa leo na la nne kwenye hichi kitabu, ta'allamtu min al-haya, nimejifunza katika maisha limadha nadima haula, nimejifunza katika maisha limadha nadima haula, kwa nini hawa wamejuta, kwa nini hawa wamejuta, kwa nini hawa wamejuta. Fi baadhi almajalis, katika baadhi ya vikao, anasema mwandishi wa kitabu, katika baadhi ya vikao, kuntu altaqi bi baadhi alshabab, nilikuwa nakutana na baadhi ya vijana, fayatrahu ba'dhum iddata istisharatin, baadhi yao wanaomba ushauri, wa kuntu ujibu bitafsil, nilikuwa najibu kwa mchanganuo, hasba ilmi, kulingana na elimu yangu, ta'aliqan ala tilka istisharat, kwa ajili ya kujibu ule ushauri ambao umeombwa. Thumma ad'u alqawaid al'amma fi istisharat, kisha naweka misingi ya ujumla katika kuomba ushauri, wa khasatan fima yataallaqu biittikhadhi alqararat alkubra fi alhaya, hasa katika mambo ambayo yanahusiana na kuchukua maamuzi makubwa katika maisha, kazawaji, mfano kuoa, au taaddudi, au kuongeza mke, au alqadaya almaliya, au qadaya za mali, kalqurudhi, mfano kama madeni, au shirai alaqari, au kununua ardhi, au listisharati almutaalliqat bilwadhifa, au ushauri ambao unahusiana na kazi, kalintiqali libaladin akhar, mfano kuhamia mji mwingine, au taqaudi almubakkir, au kustafu mapema, yani kuacha kazi mapema. Walgharibu fil mawdu'i, na jambo la ajabu katika hii mawdu', anna alba'dha yata'ajjabu min aljawab almufassal, baadhi yao walikuwa wanashangaa na jawabu pana, walmuqni', na lenye kukinaisha, wayara annahu naw' min at-tashaddudi, na anaona kwamba ni aina ya kukaza. Watarifu anna haulai kullahum, na jambo la kushangaza ni kwamba hawa wote kanu yamzahuna fi rafdhi alfikra, kanu yamzahuna fi rafdhi alfikra, walikuwa wanafanya utani katika kukataa fikira, yani katika kukataa ushauri. Wayaqulun, na wanasema,
alhayatu hulwa, maisha ni matamu, maisha ni mazuri, wala budda min almughamara, hakuna budi ya kupambana, hakuna budi ya kupambana. Kwa hiyo Sheikh alikuwa na washauri, anawapa jawabu ambalo ni pana, jawabu lenye kukinaisha, lakini wanakataa ushauri wake na wanafanya utani na wanasema kwamba maisha ni matamu, wala budda min almughamara, na hakuna budi ya kupambana. Kwa hiyo walikuwa wanasema hivi, lakini ma hiya illa ashhurun, lakini haikuwa isipokuwa ni miezi au sana au mwaka au sanatani au miaka miwili, illa waqad ra'aytu aktharahum fi nadamin kabir, isipokuwa nimewaona wengi wao wapo katika majuto makubwa, wa fawda fil haya, na fujo katika maisha. Fahadha talaqa zawjatahu, huyu hapa amemwacha mke wake, amemwacha mke wake. Wathani tazawaja bi ukhra, na wapili ameoa mke mwingine. Thumma talaqaha ba'da shahrin, kisha akamwacha baada ya mwezi. Kwa nini? Li'annahu ista'jala fi at-ta'addudi biduni ayi tafkirin wa tartibin, kwa sababu amefanya haraka kuongeza mke pasina kutafakari na pasina mipangilio. Amefanya haraka kuongeza mke biduni ayi tafkirin, pasina kutafakari, wa tartibin, na pasina mpangilio. Wa thalith, na watatu, fasala min wadhifatihi, watatu ameachana na kazi yake. Liyatafaragha litijara, ili afanye biashara, ili afanye biashara. Walakinahu fashala, lakini akafeli. Walana yuhawilu rujua lilwadhifa, na sasa hivi anajaribu kurudia ile kazi yake na ule wadhifa wake. Warabi'u, na wanne, ishtara aqara, amenunua ardhi bitaqsiti limuddati 20 sana, kwa kulipa kidogo kidogo kwa muda wa miaka 20. Walam yatakhayyal hajma almuana, na hakuhisi ukubwa wa tabu. Waduyuni allati takalabat alayhi, na madeni ambayo yamemzunguka. Wadhaqatil usrati alayhi, na familia kumbana fi talabati al-ukhra, katika mahitajio mengine. Wa kullu haula, na wote hawa, qad jalastu ma'a kulli wahidin liwahdihi wa hadhartuhu, wote hawa nilikaa na kila mmoja katika wao peke yake na nikamhadharisha. Walakin duna jadwa, lakini pasina mafanikio. Walana arafu maana ittikhadhi alqarar, na sasa hivi wamefahamu maana ya kuchukua maamuzi. Wayaqulun, na wanasema ya laitana, wanasema ya laitana, tunatamani lam nughamil fi tilka alqararat alkubra fi alhaya, wanatamani ya kwamba wasingejiingiza. Wanasema ya laitana, wanasema ya laitana lam nughamir fi tilka alqararat alkubra fi alhaya, wanasema tunatamani tusingejiingiza katika maamuzi makubwa katika maisha. Wamda, mwangaza. Kun mutaanniyan, kuwa mwangalifu, kuwa makini katika kuchukua maamuzi. Wa mustashiran, na kuwa ni mwenye kuomba ushauri. Hatta la tandam, ili usije ukajuta. Hatta la tandam, ili usije ukajuta. Kwa hiyo Sheikh anasema kwamba nimejifunza katika maisha kwamba hawa wamejuta kwa sababu ya kutokukubali ushauri, kwa sababu ya kutokukubali ushauri. Baada ya kukataa ushauri,
baadaye mambo yakaharibika wakawa wanajuta. Kwa hiyo ili usijute, kun mutaanniyan, kuwa mwangalifu katika kuchukua maamuzi. Ukitaka kuoa, kuwa mwangalifu, kuwa makini. Ukitaka kuongeza mke, kuwa mwangalifu na kuwa makini. Weka mipangilio na weka utaratibu. Ukitaka kuacha kazi, wadhifa ambao unao, ili ufanye biashara, kun mutaanniyan, kuwa mwangalifu, mustashiran, na kuwa mwenye kuomba ushauri, hata la tandam, ili usije ukajuta. Kwa sababu kuna baadhi ya watu anahamasika kuacha kazi yake haraka haraka ili afanye biashara, baadaye biashara inafeli, baadaye anaanza kuhangaika na anaanza kujuta katika maisha yake. Kwa hiyo ili usije ukaingia katika kujuta na kuumia na kuhuzunika, kun mutaanniyan, kuwa mwangalifu, kuwa makini, wa mustashiran hata la tandam, na kuwa ni mwenye kuomba ushauri ili usije ukajuta. Ukitaka kutoa talaka, vile vile kuwa mwangalifu na kuwa ni mwenye kuomba ushauri hata la tandam. Kuna watu wengi ambao wametoa talaka haraka haraka na wamenasihiwa na watu wenye busara na watu ambao wana hekima, wana maarifa, hawakusikia, wametoa talaka, baadaye wakawa wanajuta katika maisha yao. Kwa hiyo ili usijute katika maisha yako, kun mutaanniyan wa mustashiran, kuwa ni mwangalifu, kuwa makini na kuwa ni mwenye kuomba ushauri hata la tandam, ili usije ukajuta katika maisha yako. Utakuja kujuta, majuto hayatakusaidia chochote, na utakuwa ni mwenye kuumia, huenda maumivu yasiondoke mpaka unaingia kaburini. Ta'allamtu min alhaya hayatuna baina al-amsi wal-yawmi wal-ghadi, maisha yetu baina ya jana na leo na kesho. Kulluna ishna amsa, wote tumeishi jana. Wa kanat fihi mawaqifu jamila wa ukhra hazina, na kulikuwa kuna matukio mazuri na kulikuwa kuna matukio yenye kuhuzunisha. Ishna amsa, tumeishi jana. Wa rubbama kunna fi saadatin au fi alam, na huenda tulikuwa katika furaha au katika maumivu. Wa asabi' wa shuhur wa sanawat, jana ambayo tunaikusudia hapa ni siku iliyopita na wiki zilizopita na miezi iliyopita na miaka iliyopita. Waliyau, na leo, huwa wakati jadid, ni wakati mpya, litaisha fihi, ili uishi ndani yake. Wasayarhalu anka ba'da sa'atin, na leo itaondoka kwako baada ya masaa, liyakuna amsa, ili iwe ni jana vile vile. Ya fudala, enyi wabora, laqad allamatni alhaya, maisha yamenifundisha, annana naishu fi dawamati al-amsi, maisha yamenifundisha ya kwamba sisi tunaishi katika huzuni za jana. Wa ahzani al-amsi wa qasas al-amsi, maisha yamenifundisha ya kwamba sisi tunaishi fi dawamati al-amsi, tunaishi na huzuni ya jana. Wa ahzani al-amsi wa qasas al-amsi, kwa hiyo maisha yamenifundisha ya kwamba sisi tunaishi katika changamoto za jana na huzuni za jana na visa vya jana. Anakusudia nini? Anakusudia kwamba katika maisha yetu tunaishi, lakini bado tunasuhubiana na mambo yaliyopita, bado tunasuhubiana kwenye mioyo yetu, kwenye akili zetu na mambo yaliyopita, matukio yaliyopita, huzuni zilizopita na visa vilivyopita.
innal ghaliba ala nufusina, hakika jambo ambalo ni kubwa katika nafsi zetu, annaha tajlibu lana dhikriyatil amsi wa taj'aluha tusaytir ala waqi'il yawm hatta innana nansa annana fi yawmin jadid khalin min humumil amsi. Hakika jambo ambalo limetawala kwetu ni kwamba nafsi zetu zinatukumbusha, zinatuletea kumbukumbu zilizopita, na zinafanya hizo kumbukumbu zinatawala siku yetu, mpaka tunasahau kwamba sisi tupo katika siku mpya ambayo haina huzuni na yale yaliyopita. Inna min a'zami abwabin najahi fil haya, katika milango mikubwa ya kufaulu katika haya maisha, an na'rifa kaifa nata'amal ma'al amsi, ni sisi kufahamu vipi tutaamiliana na yale yaliyopita, vipi tutaamiliana na ile jana yetu. Faman 'asha fi madhihi humuman au fashalan fi tijara au wadhifa au zawajin au dirasa au ghairi dhalika fa usihi bi umurin, yule ambaye aliishi muda wake uliopita, yule ambaye aliishi katika muda wake uliopita na mawazo, au aliishi kwa kufeli katika biashara, au kufeli katika wadhifa aliyokuwa nao, au kufeli katika ndoa, au kufeli katika masomo, au katika mambo mengine, fa usihi bi umurin, na musia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, an yataallama fanna nisyani lilmadhi, ajifunze fani ya kusahau yaliyopita. Wa an yatadarraba ala ilghai tilka dhikriyat min hayatihi. Kwa hiyo jambo la kwanza namuhusia ajifunze fani ya kusahau yale yaliyopita. Wa an yatadarraba ala ilghai tilka dhikriyat min hayatihi, na afanye mazoezi ya kufuta zile kumbukumbu katika maisha yake, afanye mazoezi ya kufuta zile kumbukumbu katika maisha yake. Hilo ni jambo la kwanza. Anatakiwa asahau yale yaliyopita na atoe katika fikira yake yale yaliyopita, atoe katika moyo wake yale yaliyopita. Jambo la pili, alayhi an yastafida min tilka al-akhta wa yabta'ida an asbabiha, ni juu yake kufaidika na yale makosa yaliyopita na kujiweka mbali na zile sababu zake, hatta la tatakarrara tilka al-akhta fil ayami al-qadima, ili yale makosa yasijirudie masiku yajayo. Wa bihadha at-tafkir al-ijabi, na kwa hii fikira nzuri, yakunu al-madhi darasa lilmustaqbal, madhi yake, muda wake uliopita, itakuwa ni somo kwa muda wake ujao. Kwa hiyo hili ni jambo la pili ambalo anatakiwa afanye. Anatakiwa faidika na yale makosa yaliyotokea na jiweke mbali na sababu zake, ili makosa yasije akajirudia katika masiku yajayo. Na kwa hii fikira nzuri, yakunu al-madhi, siku yake ile iliyopita, ule muda wake uliopita, utakuwa ni darasa kwa muda wake ujao, utakuwa ni darasa kwa mustakbali wake. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili ambalo tunamuhusia. Jambo la tatu, ibta'id 'anil faraghi alladhi yudhakkiruka bil madhi, jiepushe na faragha, jiweke mbali na faragha ambayo inakukumbusha muda uliopita. Anakusudia nini? Anakusudia usikae hivi hauna kazi, hii itakukumbusha muda uliopita. Kwa hiyo jiepusha na faragha ambayo inakukumbusha muda uliopita,
bi an tamla waqtaka bil amali al muthmir an nafi' laka fi dinika au dunyaka, kwa kujaza muda wako kwa kufanya amali ambayo ina matunda yenye manufaa kwako katika dini yako na katika dunia yako. Maana yake usikae unatafakari yale yaliyopita, unawaza yale yaliyopita. Ukifanya hivi utaendelea kuwa na huzuni na utaendelea kuumia, na huenda ukazidisha msongo wa mawazo na ukadhuru afya yako. Kwa kinachotakiwa, shughulika, ujaze muda wako kwa kufanya amali yenye matunda, amali yenye manufaa kwako katika dini yako na dunia yako. Wa innani ata'ajjabu min dhalika alladhi yajlisu kulla yawmin sa'atan wa rubbama sa'at, mimi namshangaa yule ambaye anakaa kila siku saa moja au masaa, yatadhakkaru fiha fashalan ma'a zawja. Mimi namshangaa yule ambaye anakaa kila siku saa moja au masaa, yatadhakkaru fiha fashalan ma'a zawja, anakumbuka ndani yake kule kufeli kwake na mke wake, anakumbuka alivyofeli katika ndoa yake, anakumbuka, anawaza, au khasaratin litijara, au anakumbuka kule kupata kwake hasara katika biashara, au musahama fi sharikatin khasira fiha asharati aluluf, au kushiriki kwake kwenye kampuni amepata hasara ya maelfu. Mimi namshangaa mtu wa namna hii ambaye anakaa saa moja au masaa, anakumbuka alivyofeli kwenye ndoa yake, au anakumbuka kufeli kwake kwenye biashara, au kushiriki kwake kwenye kampuni alipata hasara ya maelfu. Mtu wa namna hii anaweza akahisi kwamba huku ni katika kujenga na huku ni katika kutafuta ufumbuzi, lakini huku sio kujenga na wala huku sio kutafuta ufumbuzi, bali ni kujizidishia huzuni na mawazo, na huenda mwili wake ukadhoofika kikwelikweli kwa sababu ya kukumbuka haya yaliyopita. Ya hadha innal amsa qad mada, hakika yaliyopita yamepita. Wa anta hina ma tatadhakkaru dhalika, na wewe unapokumbuka hayo, fa innaka ta'ishu alhuzna, wewe utakuwa naishi na huzuni, wadhiqa fi hadha alyawm, na utaishi na dhiki katika hii siku. Wewe unaishi na huzuni, unaishi na dhiki katika hii siku uliyokuwa nayo, na huenda mtu akashindwa kula, huenda mtu akashindwa kufanya ibada, huenda mtu akashindwa kufanya shughuli zake kwa sababu anakumbuka yale yaliyopita, kwa sababu anawaza yale yaliyopita, na huenda ikafikia wal-iyadhu billah akaamua kujiua na kujinyonga kwa ajili yake. Kwa hiyo haya yaliyopita yamepita, haya yaliyopita yamepita, jana imepita. Wewe unapokuwa unakaa unatafakari, unaikumbuka, maana yake unaishi huzuni na dhiki katika siku uliyokuwa nayo. Wa hadha alhuzn, hii huzuni, yuakhiruka an masirati najahi, hii huzuni inakuchelewesha na kufaulu, hautofaulu. Wa yuathiru ala nafsiyatika, na inaathiri katika nafsi yako, wa himmatika, na katika ile pupa yako. Kwa hiyo kuna watu wanashindwa kufanya chochote kwa sababu anakumbuka yale yaliyopita, akikumbuka na huzunika na lia mpaka anashindwa kufanya mambo yenye manufaa, mambo yenye kheri na mambo yenye baraka. Kwa hiyo yaliyopita yamepita, na Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye amekadiria yatokee na yameshatokea. Kinachotakiwa kwa muda huu ambao nao, kwa huu hai ambao nao, kwa huu mwili wako ambao umebakia, kinachotakiwa fanya amali ambayo ina matunda kwako. Fanya amali ambayo ina matunda kwako, ina manufaa kwako katika dini yako na katika dunia yako. Kwa hiyo jambo la tatu, jiepushe na faragha ambayo inakukumbusha yale yaliyopita.
na ujaze muda wako amali yenye matunda, yenye manufaa kwako katika dini yako na katika dunia yako. Jambo la 4, ya man lahu madin ma'al alam, ewe ambaye una madhi ambayo ina maumivu, ewe ambaye una mambo yaliyopita ambayo yana maumivu, la tahzan, usihuzunike, wa kun dha amal, kuwa ni mwenye matarajio, wa ahsini dhanna billah, na kuwa na dhana nzuri na Allah tabaraka wa taala. Faqad qala Allah, amesema Allah tabaraka wa taala, fama dhannukum bi rabbil alamin, ni ipi dhana yenu kwa Mola wa ulimwengu wote. Kwa hiyo wewe ambaye una mambo yaliyopita yenye maumivu, yenye huzuni, yenye kukunyongesha, la tahzan, usihuzunike, wa kun dha amalin, kuwa ni mwenye matarajio, wa ahsini dhanna billah, na kuwa na dhana nzuri na Allah tabaraka wa taala. Faqad qala Allah tabaraka wa taala amesema, fama dhannukum bi rabbil alamin, ni ipi dhana yenu kwa Mola wa ulimwengu wote. Watadabbari alquran alladhi yaftahu laka babal amal, izingatie Qur'an ambayo inakufungulia mlango wa matarajio. Qala ta'ala, nasema Allah tabaraka wa ta'ala, sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, atajalia Allah tabaraka wa ta'ala baada ya ugumu wepesi. Wa qala subhanahu wa ta'ala, na Allah tabaraka wa ta'ala nasema, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, haujui, huenda Allah tabaraka wa ta'ala akazuisha baada ya hapo jambo. Kwa hiyo izingatia Qur'an, inakufungulia milango ya matarajio, inakufungulia ya kwamba baada ya huu uzito utakuja wepesi, baada ya haya yaliyotokea Allah tabaraka wa ta'ala atakufanyia wepesi, na utakuwa na furaha na huzuni itaondoka. Khitaman, madal ams, jana imepita, wa anta fi yawmin jadid, na upo katika siku mpya. Ishi yawmaka bil amal, ishi siku yako kwa matarajio. Wa ahsin fihi al-amal, nafanya vizuri. Wabtasim li hayatika, na kuwa na tabasamu kwenye maisha yako. Wafrah bima ladayka al-an, nafurahia yale ambayo unayo sasa hivi. Wala taqlaq ala mustaqbalika, usiwe na pressure na muda wako ujao na mustakbali wako, usiwe na pressure. Fa innal ladhi tawalla arzaqa milyarat min albashar huwa Allah. Fa innal ladhi tawalla arzaqa almilyarat min albashar huwa Allah, hakika ambaye amesimamia riziki za mabilioni ya watu ni Allah tabaraka wa taala. Walan yudayyi'aka, na Allah tabaraka wa taala hatokupoteza wewe. Walan yudayyi'aka anta, hawezi kukupoteza wewe. Ya man tuwahhidu Allah, wewe ambaye unampokesha Allah tabaraka wa taala. Wa tusalli baina yadayhi kulla yawmin 5 marrat, na unasali mbele ya Allah tabaraka wa taala kila siku mara 5. Ishraqa, mwangaza. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa taala nasema, Allahu waliyul ladhina amanu, Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuwasimamia wale ambao wameamini, ni mwenye kuwasimamia, ni mwenye kuwahifadhi, na ni mwenye kuwanusuru. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala atakunusuru. Waqala subhanahu, Allah akasema, wa huwa yatawalla salihin, na Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuwasimamia wale ambao ni wema, ni mwenye kuwasimamia, ni mwenye kuwahifadhi, ni mwenye kuwalinda, ni mwenye kuwatimizia yale mambo yao, na ni mwenye kuwarejeshia furaha subhanahu wa ta'ala. Kwa leo tuishie hapa, tutakuja kuendelea muda mwingine insha Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wajazakumullahu khaira.